alikimbia. Kuna sehemu tuliingia hivi kama kuna kakorongo hivi. Wewe akasema mimi akakimbia mwanangu. Akasema hivi mwanangu ushawahi kuvuta bangi? Bangi? Hasa wewe hujawahi kuvuta bangi. Mwanaume kama hujawahi kuvuta bangi utakuwa na akili timamu kweli? Bangi wewe. Hamna mwanaume ambaye hajawahi kuvuta bangi. Bangi mwanangu kweli lazima uvute. Ulipiga pafu ngapi? Mimi ilikuwa pafu 3. Ila nilikuwa mdogo. Ilikuwa niko shule ya msingi darasa la 6 hivi. Nilikuwa na wanangu fulani tukaenda kuna sehemu moja hivi Korongoni. Tukaenda tukawa tunavuta kule. Yaani wakawa wanavuta. Sasa tulikuwa tumebana. Mimi nikawa niko kwa upande huo hivi. Nilipoona washikaji wanavuta nini, walimtumaga dogo mmoja akaletea, wakaanza kuvuta. Nikauliza washikaji wale nilokaa nao kule ambao nao hawavutaji, wale jamaa wanavuta sigara au ni nini? Akaniambia ile ganja hiyo. Nikasema ngoja ni nini. Nikaenda pale wakaniambia wewe mwanachama? Nikamwambia kama wewe sio mwanachama usije huko. Nikamwambia mimi mwanachama. Mshawahi kuvuta? Nikamwambia akavuta akanifikishia mimi. Piga pafu ya kwanza, piga pafu ya pili. Piga pafu ya tatu nikaanza kukohoa. Nikohoa mwanangu. Nikohoa. Akaniambia huyu anaweza akatuharibia huyu. Nikamwambia sasa shikaji, nikachukua begi langu la shule nikaondoka. Sasa yani ile nani kwa huku, tulipovutia huku, tukavuka pale, yani nikakimbia nikapita shuleni pale. Nikaenda yani katikati ya shule hivi nikakatisha nikapita nikarudi hadi home. Sasa niliporudi home nikawa kama nimechanganyikiwa fulani. Akaniambia vipi, mbona kama haueleweki? Nikamwambia hamna, nilikuwa huko makaburini nini, nilienda tu kujisaidia. Kaburi likafunuka hivi. Afu kuna lijitu likatoka likanikumbatia. Sasa toka limenikumbatia ndo nikaanza kwa naona kama kichwa kinauma, ndo nikakimbia nikaja hadi nyumbani. Maza akanichukua akanipeleka kanisani. Kufika kule tukakuta kuna kikao cha wachungaji. Maza akasema mwanangu kachanganyikiwa, kaingiliwa na majini. Akaanza kuniombea mwanangu, omba. Mchungaji mmoja akanicheke akaniambia, akawaambia wachungaji, unajua nini? Mimi nishawahi kuvuta bangi bila udogo huyu. Hii sio majini. Dogo ana nani dalili zote za kwamba amevuta bangi. Wewe wakamwambia mmoja ndo akamwambia nenda kampeleleze, yani muulize kama alivuta bangi au nini. Maana sije kawa tunaombea majini kumbe dogo yuko ganja. Kanichukua pale dogo, jamaa akaenda kuniuliza. Sasa wanajadiliana pale na mimi nawasikia. Kwa hiyo mimi nilipoenda kule sasa nikakazia pale nikamwambia mchungaji, ni kweli yani mimi nilikuwa nimeenda makaburini kule kujisaidia, maana shule yetu ilikuwa karibu na makaburi. Kwa hiyo kaburi lilipofunuka ndo kuna jitu likaja likanikumbatia, ndio kichwa kikaanza kuwa kama kinachanganya. Akasema sawa. Karudi kule wakajadiliana, akasema hebu mpeni chakula, kila akikaa sawa hiyo gani, ila akiendelea basi itakuwa tatizo lingine. Nilipopewa nikapewa. Sasa hiyo walijadiliana nikiwa siku. Nikaja nikapewa mwanangu uji wa kutosha. Kapiga mzee kama bakuli 3 kubwa hiyo. Akasema niliporudi akaniambia hapo unajisikiaje sasa hivi? Nikamwambia hapa najisikia vizuri. Yule jamaa ambaye alisema huyu atakuwa mvuta bangi. Sasa dogo yuko sawa. Dogo ganja imeshakata. Pale ndo Maza akanishika mkono tukaanza kurudi nyumbani. Ila mimi mkazo wangu, nikamwambia mimi nimeingiliwa na majini.